Mambo vipi? Karibu sana katika chaneli yangu ya YouTube. Kwa jina naitwa Brother Godlove, na leo ni siku nyingine tena tunakutana pamoja ku drive pamoja. Leo bwana na drive kuanzia hapa maeneo ya SGR station ya Dar mpaka kufika Masaki. Kwa hiyo kama unavyoona hapo kushoto kwako hapo ndio station ya SGR ilipo hapo kushoto hapo. Ndio mwanzo kabisa wa treni ya mwendo kasi ile inaanzia hapa. Kwa hizo ndo ofisi za SGR. Kwa mimi nitaanza drive kuanzia hapa mpaka Masaki. Kwa hapa ndio kituo cha SGR kipo hapa. Ukiangalia kuna watu wanapanda saizi treni ya jioni hapo ya kwenda Dodoma, ndio wanaingia hapo. Kwa hiyo ni kituo cha juu ni kituo cha mwendo kasi. Kwa mtu anashuka anaingia kwenye SGR. Hapa ndio katikati ya jiji. Kwa hiyo ukishaacha hapo unaingia katikati ya jiji. Kwa hapo juu hapo kushoto kwako ndio mwanzo kabisa wa treni inapoanzia. Hapo ndio mwanzo kabisa. Lakini ukiangalia utaona kuna majengo mengine madogo. Hilo jengo la ghorofa dogo hilo ndio zamani, treni ya zamani ilikuwa ndio station yake inaanzia hapa. Hapa ndio kulikuwa station inaanzia hapa. Kulikuwa hapa ndio mwenyewe. Afukulia kwako hapo ni Central Police hapo. Lakini kwa kuwa sisi tunaenda Masaki, basi hapa tutanyosha moja kwa moja hapa. Hapa ni maeneo ya Central Police hapa. Hapo kulia kwako ni majengo ya bandari hayo. Magorofa, hilo gorofa unaliona kulia kwako ni gorofa la bandari. Ndio ofisi za TPA zipo, ofisi za bandari zipo hapo. Hapo kuna ofisi za Boma hapa, ofisi za zamani za manispaa zilikuwepo hapo kushoto kwako hapo. Hapa tunaponani hapa ndio kinani, hapa ndio feri, sehemu maboti yanapoanzia, maboti ya kwenda Zanzibar mengi yanaanzia hapa. Kwa hapa ndio feri kwenyewe, ukisikia bwana nani feri maboti yanapoanzia ndio hapa. Yanaanzia hapa. Hapa tunaingia hapa ni posta ya zamani. Hapo tumepita kanisa la St. Joseph, moja ya makanisa kongwe kabisa Tanzania. Ni moja ya makanisa kongwe kabisa Tanzania, ni makanisa ya mwanzo kabisa Tanzania. Na hapa ni posta ya zamani hapo. Katika posta ya zamani utaona hapa kuna ofisi za benki NBC. Ndio ofisi za mwanzo kabisa za benki NBC. Ndio ofisi makao makuu ya benki NBC mpaka sasa. Ni moja ya benki kongwe kabisa Tanzania. Kulia kwako hapo kuna bustani ya posta. Sasa hapa ukienda kushoto unakuwa unaenda katikati ya unarudi city center. Lakini ukiingia kulia huku unaikuwa unaenda maeneo ya Kivukoni huko. Kwa hiyo ni maeneo ya Kivukoni huko. Huko ni mwambao wa bahari huko. Huko ni maeneo ya mwambao wa bahari huko. Na hapo hili kanisa unaliona kushoto kwako ni Tanzania Front. Moja makanisa kongwe kabisa ya Kilufelani. Ndio kanisa la kwanza. Na ndio maana si la kwanza lakini makanisa kongwe kabisa kwa Tanzania haya. Kwa hiyo nataka nikupitishe ulione hapo. Lakini hapa nakurudisha nani? Hapa hii barabara inaenda moja kwa moja, hii unaenda huku mengi maofisi ya serikali. Hapo tumepita kuna Freemason Hall tumepita hapo.
kwako hapo ni BOT, ndio Bank of Tanzania, ofisi zake zipo hapo kulia kwako hapa. Hapo kushoto utaona ni chuo cha fedha cha IFM, hapo chuo cha usimamizi wa fedha IFM. Huku maeneo mengi hapa ni maofisi ya serikali, yani maeneo mengi ya huku ni maofisi ya serikali. Maofisi mengi ya serikali ndio yanakaa yapo maeneo ya huku. Hapa kuna ofisi za fair competition hapa. Ukikunja kulia hapo unarudi unaenda majengo ya Ikulu hapo. Lakini siko kwa tunaenda Masaki tunakunja kushoto, barabara ya kushoto hii. Na hapa tunakutana na moja hospitali kongwe sana, hospitali ya Ocean Road. Hii ni moja ya hospitali za mwanzo kabisa, lakini sasa hivi imejikita zaidi katika wagonjwa kwa wagonjwa wa kansa hii. Hapa ni roundabout ya Ocean Road, hospitali ya Ocean Road hapa. Ocean Road. Sasa unapotoka Ocean Road, hii barabara unakutana nao katika mwambao wa bahari. Hii barabara inaitwa Barack Obama Road. Hii iliitwa Barack Obama Road kipindi kile Obama alikujaga Tanzania kipindi cha utawala wa Kikwete. Alikujaga Tanzania, kwa hiyo barabara wakaita wakaibadilisha jina wakaita Barack Obama Road. Kwa hiyo inakuwa inapita mwambao mwa pwani. Hii inapita mwambao mwa pwani wa Dar es Salaam. Kwa hiyo kama unataka kuona mandhari ya jiji la Dar es Salaam, ukipita hii barabara unaiona mandhari yote ya jiji la mandhari ya pwani ya jiji la Dar es Salaam. Mara nyingi jioni watu wanakuja huko kwa ajili ya kupumzika. Ni sehemu ambapo papo huru, hamna uchajiwi hela, hujalipa. Kwa hiyo unaweza ukaja ukapunga upepo wa bahari, ukatulia zako hapa kimya, unakati unatafakari siku yako ilivyoenda, au ukaja huku ukafanya mazoezi, unatembea huku unafanya mazoezi. Kwa hiyo ni sehemu moja nzuri sana, imetulia yani. Watu wengi wanapenda kuja jioni kuja kutulia na kupumzika huku, watu wengi sana. Ni sehemu nzuri ukitaka kuja jioni kupumzika na nini, unakuja zako unapumzika, unafanya zako mazoezi, then baada ya hapo unatoka zako unarudi zako na nini. Kwa hiyo yote ni Barack Obama Road yote. Hii barabara ilijengwa Magufuli, kipindi cha Magufuli alikuja akapajenga vizuri sana, akatanua barabara, akapeleka pakawa pakubwa hivi na pamependeza. Mimi naona pamependeza sana kwa sababu ya nani? Pamependeza sana. Kwa hiyo yote ni utaona watu, ukifika jioni utaona watu wanacheza huko, vijana mbalimbali wanacheza na nini, kuna michezo mbalimbali, wengine wanatembea, wanafanya mazoezi. Kushoto kwako hapa ni Aga Khan Hospital, ni moja ya hospitali kubwa sana. Hii ni moja ya hospitali kubwa sana ya binafsi hapa. Na moja ya hospitali zenye gharama kubwa sana. Kwa hiyo ukitaka huduma bora, yani watu wengi matajiri wengi wanakuja hii hospitali. Unaona? Hata huduma zao ni nzuri sana. Kwa hapa roundabout hii, sasa ukinyosha moja kwa moja unakuwa unaenda hii njia, ukinyosha moja kwa moja unaenda kutokea Surrender Bridge. Lakini ukikunja kulia unaenda unapita Tanzanite Bridge. Sasa kwa kuwa sisi tunaenda Masaki, kwa hiyo tunapita hii mwambao ya Tanzanite Bridge. Kwa tutaachana na hii ya Surrender Bridge. Zamani ilikuwa inabidi upite Surrender Bridge uzunguke ndio uende Masaki. Lakini sasa hivi Magufuli alikuja kutengeneza njia ya mkato, akatengeneza daraja ile la Tanzanite Bridge. Kwa hiyo linasaidia kwa watu wanaenda Masaki na nini, wanakwepa foleni ile ya Surrender Bridge, wanakuja wanapita huko. Unakwepa na ile foleni unakopana nayo kabisa. Kwa hapa ndo mwanzo wa daraja ila Tanzanite Bridge. Hili daraja lilijengwa kipindi cha Magufuli, ile daraja ile.
Ni moja madaraja mazuri sana kwa katika jiji la Dar es Salaam. Na hapa limependezesha sana mji toka lilipojengwa. Kwa jioni utaona watu wanapita katikati wanafanya mazoezi, wengine angalau ili mradi kila mtu afanye kitu fulani. Hii ndio daraja la Tanzanite Bridge. Nitamani kama sana wangetengeneza kwa kule pale Selander Bridge, wangetengeneza kitu fulani kile ambacho kinaingia ndani baharini hivi, watu wangekuwa jioni wanakaa, watu wanaweza kwenda kupiga picha vizuri, akapata view nzuri ya daraja, mtu akapiga picha. Kama wakifanikiwa kutengeneza iko itasaidia sana, hata watu wengi wanakuja jioni, watalii wanakuja wanaenda pale wanapiga picha na nini. Ule upande wa Selander kule kwa mtu anakaa pale anapiga picha, anajua kwamba nimefika, inakuwa kama ndo simbo umefika jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo ukikaa kwa kule unapiga picha, unalipata picha daraja vizuri la Tanzanite Bridge vizuri sana. Sijui kama serikali imewaza hicho kitu, maybe inaweza ikawaza hicho kitu. Kwa hii barabara hapa tunapoingia, hii ni Kenyatta Road. Kenyatta Road hii barabara ilikuwa named kwa kumwenzi rais wa kwanza wa Kenya hii. Kwa hii ni Kenyatta Road. Kwa sasa hapa ukikunja kulia, hii unakuwa na nani? Hii unakuwa unaingia barabara hii ambayo inaenda Coco Beach. Hii barabara inakuwa inaenda Coco Beach. Moja kwa moja ukienda nayo mpaka Masaki barabara. Hizi barabara zote ni Magufuli ndo amezitengeneza hizi. Wakati wa kipindi chake cha uongozi ndo alitengeneza hizi barabara hizi. Zimependezesha sana jiji hili. Hizi barabara zimependezesha sana jiji. Moja barabara nzuri sana kwa kuzijenga. Kwa Dar es Salaam huku ndo maeneo ambao wanaishi watu wenye uwezo mkubwa. Yaani ukiniambia maeneo huku ya watu wenye uwezo mkubwa kwa Dar es Salaam wanaishi maeneo ya huku. Hapa tunapoingia kulia kwako huku ni Coco. Hii ndo ukisikia Coco Beach ndo huku. Ndio hii kulia kwako. Hii yote ndo Coco Beach. Watu jioni waga wanakuja hapa kwa ajili ya kupumzika, kula, kunywa na nini. Watu wengi waga wanapenda kuja jioni hapa. Kwa ni beach fulani ambayo ipo free, yani uchajiwe hela, uingie kwa hela, ni beach ambayo ni public ambayo kila mtu anaweza akaja akaingia. Kwa watu wengi wanapenda kuja hapa. Mimi napenda kuja kwa ajili ya kula mishikaki hapa. Unakuja hapo unapiga mishikaki yako safi. Yote kulia ni Coco Beach. Yote ni Coco Beach.
watu jioni, watu wengi utaona hapo wanakuja wanacheza mipira nini, yani mradi angalau yani ukiamua mtu unakuja unatembea zako taratibu huku mdogo mdogo unafanya mazoezi yani. Wanaendesha rafu sana barabarani. Bwana, hii ni mitaa yote hii, ndio maana watu wengi wenye pesa ndio wanaishi mitaa hii bwana. Kutoka hii ndio unaona gari hiyo, gari nani hiyo, gari tamu sana huku bwana. Ukija unakutana na gari nzuri nzuri, angalau kuona gari nzuri za Dar es Salaam mitaa hii unaziona gari nyingi sana. Hapa Golden Tulip, moja ya hoteli za gharama Tanzania ndani Dar es Salaam, nazo iko huku mitaa ya huku. Hii ni moja ya hoteli nzuri sana, ukienda ukitulia zako hapo safi kabisa. Chopendea bwana, huku umetulia sana. Hata mazingira yako vizuri na nini, ukiishi huku bwana unaishi kama uko wapi sijui, kama uko dunia nyingine. Mbele huko hata atembei yani, sijui kwa nini. Tembea taratibu. Hapa ni Seacliff hapa. Seacliff ni moja ya hoteli kubwa sana.
moja ya hoteli kubwa sana, yani moja ya hoteli maarufu, lakini pia ni moja ya hoteli za gharama Dar es Salaam, na watu wengi wanapenda kuja huko kwa ajili ya kupumzika na nini, na pia kupoteza mawazo na nini, na kwa ni sehemu nyingi watu wenyeji, hata wenyeji wanapotaka kuja kupumzika hasa weekend na nini, kuja kukaa kuna nini kula na nini. Kwa hapa ndo Sea Cliff hapa. Moja hoteli zimetulia sana, nzuri sana. Ni hoteli ya siku nyingi pia. Kwa huku ndo Masaki bwana huku. Huku ndio watu wanaojiweza bwana ndo wanaishi. Ndo mitaa yao hii. Hii ndo Masaki. Kwa ukisikia watu wenye uwezo katika jiji la Dar es Salaam, huku ndo watu wenye uwezo wanaishi huku wengi. Yaani ukiniuliza mimi, watu wenye uwezo mkubwa Dar es Salaam wanaishi mitaa ya huku. Hapa ni Msasani polisi. Nataka angalau upate uone maeneo ya huku bwana Msasani alivyotulia. Fulani ametulia sana. Hii ni ya Chick Club Road. Bwana, ukiwa na hela yako unakuja unatafuta apartment. Lakini najua kununua kiwanja ni kazi sana, lakini pata ukiwa na milioni 600 700 unapata apartment huko. Ununua apartment yako huko, unakuwa safi kabisa. Unakaa zako, unatulia zako yani. Maeneo yametulia, hamna vurugu, ulinzi upo wa kutosha. Yani ni tofauti kabisa na maeneo mengine ya Dar es Salaam yalivyo. Unaweza kufananisha na maeneo mengine ya Dar es Salaam yalivyo.
pesa. Ukiwa na pesa hakuna kinachoshindikana bwana. Habari za wakati huu mwana, karibu katika
hostel za Muhimbili hapa. Chuo cha Muhimbili hapa. Barabara ambayo tuko tunapita hii inaitwa ni Cholo Road. Hii tunaoingia hii ni Haile Selassie Road. Haile Selassie Road ni moja ya barabara maarufu sana. Ya barabara maarufu sana ya Haile Selassie Road. Barabara ukipita moja kwa moja unaenda kupaka kutokea nani? Unaenda kutokea Oysterbay pale mataa ya Oysterbay, ambao yale mataa ya Oysterbay pale ukiingia kushoto unaenda mjini, ukienda kushoto unaenda Mwenge. Mitaa Oysterbay huku. Yote ni mitaa ya Oysterbay yote.
Sasa hapa Oysterbay, hapa ukikunja kulia unaelekea Mwenge. Lakini ukikunja kushoto unakuwa unarudi Posta. Unarudi Posta, unarudi City Center yani. Unarudi City Center. Hapa sisi tumekunja kushoto, kwa hiyo sisi tunakuwa tunarudi City Center. Bei ya mafuta sasa hizi imefika kwenye 2947.